Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Karibu tena siku nyingine ambapo tutaenda kujifunza maneno ya Mungu. Mimi naitwa Best Katunzi. Nimefurahi sana kuwa pamoja na wewe katika siku ya leo. Na katika chaneli yetu hii sisi hapa tunajifunza maneno ya Mungu na lengo letu ni kuzidi sana kumfahamu huyu Yesu mpaka kufikia kile kipimo cha utimilifu wa Kristo. Karibu sana, na somo letu la leo ni somo la msingi sana, na somo limekaa katika mfumo wa swali, na swali hili linasema, je, uponyaji ni kwa watu wote? Je, uponyaji ni kwa watu wote? Na huu ni mfululizo wa vipindi vyetu vinavyohusiana na uponyaji wa miili yetu. Tuna mfululizo wa vipindi kadhaa. Kama hujapata nafasi ya kuangalia, tunazo karibia series hii, ni series karibia ya 6. Kama utapata muda unaweza ukaangalia. Kama uko YouTube kuna playlist unaweza ukaiangalia ukakutana na hilo somo, lakini pia hata Facebook upo huo mtiririko, na Mungu atakubariki sana. Sasa tuanze na swali letu ama somo letu la leo. Na somo letu lipo katika mfumo wa swali, na swali hili linauliza, je, uponyaji ni kwa watu wote? Je, uponyaji ni kwa watu wote? Na andiko letu la msingi linatoka katika kile kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 25 mpaka 26, na neno la Mungu linasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunakutana na ahadi ya Mungu, ambayo ahadi hii ni kutoka katika Agano la Kale, akiwapa taifa la Israeli. Mungu kutoka katika Agano la Kale anawaahidi, anasema hivi, kama mtanitumikia mimi Mungu wenu, mimi nitabariki chakula chenu, nitabariki afya yenu, nitabariki maji yenu, hakutakuwa na tasa katika nchi yenu, hakutakuwa na tasa, na hesabu ya siku zenu nitaitimiza. Kama tunakumbuka katika ile Zaburi ya 90 mstari wa 10, Daudi anasema sisi hesabu zetu za miaka yetu ni 70, ukiwa na nguvu sana 80. Mungu anasema, anawaambia taifa la Israeli katika Agano la Kale. Kumbuka hii ni Agano la Kale. Ahadi hii ambayo tumesoma hapa kutoka katika hii Kutoka ipo katika Agano la Kale. Anawaambia hesabu ya siku zenu nitaitimiza. Mimi Mungu anatoa ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana kuangalia katika Agano la Kale ili kuweza kupata picha ya kitu ambacho tunacho sisi watu wa Agano Jipya. Kumbuka watu wa Agano la Kale walikuwa na agano la Mungu, lakini sisi tuna agano la Mungu kupitia kazi ya Yesu aliyofanya msalabani. Na sisi Biblia inasema agano ambalo tupo ni agano bora, ambalo limeahidiwa kwenye ahadi zilizokuwa bora zaidi. Kama waliahidiwa afya kwenye Agano la Kale, basi na sisi agano letu ni bora zaidi kulingana na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anawaambia ya kwamba mimi Bwana Mungu mkinitumikia, hesabu ya siku zenu nitazimaliza, na nitawapa afya, na hakutakuwa na tasa, hakutakuwa na kuharibu mimba, hakutakuwa na ugonjwa kati yenu. Hii ni ahadi ya Mungu ambayo anaitoa kwa watu hawa wa Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa tujiulize swali letu, je, kama ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kuwaponya na kustimiza hesabu ya siku zao na kuondoa ugonjwa kati yao, watu wa Agano la Kale, taifa la Israeli ambao lilikuwa na agano na Mungu la Ibrahimu, Agano la Kale kupitia Torati, je, kama ni mapenzi ya Mungu kuwaponya watu wa Agano la Kale, je, bado ni mapenzi ya Mungu kutuponya sisi watu wa Agano Jipya ambao sisi tuna ahadi ambazo ni bora? Lazima ujiulize swali, je, ni mapenzi ya Mungu kutimiza hesabu ya siku zetu? Kama wao waliahidiwa kwamba hesabu za siku zao zitatimia, je, bado ni mapenzi ya Mungu, au hapo katikati kuna kitu kimetokea na Mungu akabadilika? Hilo ni swali ambalo nakupa ujiulize na ulitafakari, kwa sababu kama usipofahamu mapenzi ya Mungu ni vigumu sana kuweka imani yako kwenye neno la Mungu. Kimsingi neno la Mungu ni ufunuo wa mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Narudia tena, neno la Mungu ni ufunuo
wa mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Na ni moja ya kikwazo kikubwa cha watu kupokea uponyaji katika nyakati za sasa hivi ni kutokuwa na uhakika na mapenzi ya Mungu kuwaponya wote. Hawafahamu huu kweli kwamba ni mapenzi ya Mungu kuwaponya wote. Hiki ni kikwazo kikubwa cha watu wengi, wanashindwa kufahamu kama Mungu anataka kuwaponya wote. Wanafahamu uwezo wa Mungu. Wengi wetu tunafahamu kwamba Mungu anaweza yote. Akiamua kufanya jambo, hakuna kitu ambacho kinashindikana kwake. Wote tunafahamu, wengi tunafahamu. Lakini ni wachache sana wanaofahamu kama ni mapenzi ya Mungu kuwaponya wote. Wengi wanahisi kama Mungu huwaga anachagua wachache wa kuwaponya na wengine sio wa kuwaponya. Kama Mungu ana upendeleo fulani hivi, lakini uwezo wa Mungu wengi tunaofahamu, lakini mapenzi ya Mungu wachache wanafahamu. Sasa kukosekana kwa ufahamu juu ya mapenzi ya Mungu ama neno la Mungu ni kikwazo kikubwa cha watu wengi kuweza kupokea uponyaji. Hawafahamu kama ni mapenzi ya Mungu kuwaponya wao, labda hawafahamu kama ni mapenzi ya Mungu kumponya mtoto wake, labda afahamu kama ni mapenzi ya Mungu kumponya mtu ambaye anamuombea. Hafahamu mapenzi ya Mungu kuponya. Anafahamu nguvu ya Mungu na uwezo wa Mungu, kwamba Mungu anaweza yote, lakini ule mapenzi ya Mungu kuponya wote hafahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni tatizo kubwa sana katika nyakati hizi za sasa. Somo letu linasema, je, uponyaji ni kwa wote? Tumeona kwamba Mungu katika Agano la Kale aliwaahidi taifa lake la Israeli kwamba kama wakinitumikia nitaondoa ugonjwa katikati yao. Hakutakuwa dhaifu, hakutakuwa mwenye kuharibu mimba, hakutakuwa na tasa, na hesabu za siku zao nitazimaliza. Mungu anawaahidi kwamba hesabu ya siku zao itazifikisha, watafikia hitimisho la maisha yao kwa miaka mingi na yenye afya. Pasipo uhakika kamili ya kuwa Mungu ana uwezo mzima, anataka uwe mzima na anataka asitimize hesabu ya siku zako, lazima utakuwa na shaka. Pasipo uhakika, kuwa na ufahamu kamili ya kwamba Mungu anataka kuzitimiza hesabu za siku zako na Mungu anataka uwe mzima, lazima utakuwa na shaka katika maombi yako. Jinsi unavyomwendea Mungu, lazima utakuwa na shaka, sababu utakuwa huna uhakika ya mapenzi ya Mungu. Ufahamu wa mapenzi ya Mungu kwenye jambo fulani ndio msingi ambao unaweza kuwekea imani yako thabiti. Pasipo hivyo, imani yako itakuwa haina uthabiti, kutakuwa kuna shaka. Ndio maana Paulo anasema mwandishi wa Ibrania anasema katika Ibrania 11:6, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana mtu amwendee Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wanaomtafuta. Lazima unapomwendea Mungu kumwomba, iwe ni uponyaji, iwe ni chochote unachokihitaji katika maisha yako, lazima uwe na imani, kwa sababu pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na unaweka imani yako katika msingi gani? Je, imani yako unaweka katika uwezo wa Mungu peke yake? Kila mtu anaamini Mungu anaweza, kila dini inaamini Mungu ana uwezo, Mungu ana uwezo wa kufanya chochote, lakini tofauti wa kwako na watu wengine ni ufahamu wa mapenzi ya Mungu ama neno la Mungu juu ya shida fulani, iwe ni afya, iwe ni uponyaji, iwe ni fedha, iwe ni uchumi, iwe ni chochote ambacho unahitaji. Lazima ufahamu kwamba, je, hiki kitu Mungu anataka kitokee kwangu? Ukifahamu hivyo, ndivyo utaweza kujenga imani yako juu ya msingi wa kufahamu mapenzi ya Mungu ama neno la Mungu. Neno la Mungu ndio msingi ambao unaweza kuwekea imani yako. Pasipo hivyo, hautakuwa na imani thabiti, hautakuwa na imani yenye matokeo. Sasa, je, ni mapenzi ya Mungu kuponya watu wote? Hapo tunarudi kwenye swali letu. Je, uponyaji ni kwa ajili ya watu wote? Je, ni mapenzi ya Mungu kuponya watu wote? Utakapofahamu ukweli huo, ndipo ambapo kweli hii ya uponyaji itaweza kuwa halisi kwenye maisha yako na kwenye maisha ambao watu unawahudumia. Ndio maana Yakobo anasema katika Yakobo 1 mstari wa 6 mpaka wa 7, anasema, anaongelea kuhusu maombi. Sasa pale ambapo unaomba kitu fulani kutoka kwa Mungu, anasema mtu ambaye unamwendea Mungu lazima uondoe shaka, uwe na imani. Anasema ila aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo, alafu anasema na kupeperushwa huko na huko. Maana mtu kama yule asizani kuwa atapokea kitu kutoka kwa Bwana. Anasema kama unamwendea Bwana kumuomba kitu fulani, kama unamwendea Mungu kumuomba jambo fulani, kama una uhitaji fulani, lazima uwe na imani,
kwa sababu ukiwa na shaka utakuwa ni kama wimbi la bahari ambalo linapeperushwa huku na huku, halina mwelekeo maalum. Na anasema mstari wa 7 ya kwamba mtu wa namna hiyo, kama we ni mtu wa namna hiyo ambao unaomba ukiwa na shaka moyoni mwako, usitegemee kupokea chochote kutoka kwa Bwana. Kwa nini? Kwa sababu hauna ufahamu wa mapenzi ya Mungu juu ya kitu ambacho unakiomba. Ukiwa na ufahamu wa mapenzi ya Mungu juu ya kitu unachokiomba, ndivyo utaweza kujengea imani yako katika mapenzi ya Mungu ama neno la Mungu. Nimesema neno la Mungu ni mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Neno la Mungu, kitu ambacho neno la Mungu inafunua ni mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Kama neno la Mungu linasema Mungu ni mponyaji, basi ni mapenzi ya Mungu kuponya watu. Kwa hiyo utakuwa na msingi wa kujenga imani yako kwenye neno la Mungu kwa kufahamu mapenzi ya Mungu kwako ama kwenye shida yako. Huwezi ukaenda kumwomba Mungu kitu ambacho hajakifunua kwamba unacho au atakupa ukimuomba. Pale vitu ambavyo amejifunua kwamba atatenda kwako, ndivyo utaweza kujenga msingi wako wa imani na utaweza kumwendea Mungu na kumuomba ukiwa na imani thabiti bila kuwa na shaka. Yakobo anasema mtu kama yule, mtu mwenye shaka, usitegemee kwamba utapokea chochote kutoka kwa Bwana. Na nguvu ya Mungu hudhihirika pale tu mapenzi ya Mungu yanapojulikana. Nguvu ya Mungu inadhihirika pale ambapo mapenzi yake yanajulikana. Ndio sababu ambayo Mungu akatupa neno lake ili sisi wanadamu tuweze kufahamu, haswa sisi tunaoamini, tuweze kufahamu mapenzi ya Mungu kwenye mambo mbalimbali ya maisha yetu. Na kwa kufahamu mapenzi ya Mungu tunaweza kujenga imani yetu juu ya ufahamu huu wa mapenzi ya Mungu, kwa kujua kwamba Mungu anataka niwe na hiki kitu, kwa hiyo nina ujasiri wa kwenda kumuomba kwa kuwa ameniahidi, ni mapenzi yake. Kwa unapofahamu mapenzi ya Mungu juu ya kitu fulani, iwe ni uponyaji, iwe ni uchumi, iwe ni chochote, ndivyo utaweza kujenga imani yako. Pasipo hivyo imani yako itakuwa ina mashaka na usitegemee utapokea kitu kutoka kwa Bwana. Kwa lugha nyepesi ni kwamba hakuna imani, huwezi ukawa na imani zaidi ya kile kitu ambacho unakifahamu kutoka kwenye neno la Mungu. Imani yako iko direct proportional au inaenda sambamba na ufahamu wako wa neno la Mungu. Yaani imani yako kama ikiwa ina urefu huu, ufahamu wako wa neno la Mungu ukiwa na urefu huu, basi na imani yako itakuwa na urefu huu. Hakuna imani zaidi ya ufahamu wako wa neno la Mungu. Imani yako ikiwa na ufahamu wako ukiwa ni mdogo, basi na imani yako itakuwa ndogo, kwa sababu utakuwa huna msingi wa kujengea imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama ambavyo kuna mtu hapo unajiuliza, sasa napataje imani? Imani inaitolea wapi? Kama na imani na ufahamu mdogo, imani inaitolea wapi? Paulo anasema katika Warumi 10:17, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno. Imani inakuja kusikia, na kusikia kwa neno. Kusikia neno la Mungu ndivyo ambavyo unajenga imani yako. Kama ufahamu wako wa neno la Mungu ama mapenzi ya Mungu ni mdogo, basi hata imani yako lazima itakuwa ndogo. Hauwezi ukawa na imani kubwa zaidi ya ufahamu wa neno la Mungu. Hapana. Kadri ambavyo ufahamu wako wa neno la Mungu unaongezeka, na unaweza kuongeza kiwango chako cha imani kulingana na ufahamu wa neno la Mungu. Imani inakuja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Somo letu la leo ni je, uponyaji ni kwa wote? Hilo ni swali ambalo lazima siku ya leo tulijibu katika jina la Yesu. Swali la kuuliza ni kwamba, mfano mtu akiwa anataka kuokoka, labda akiwa anataka kuokoka, lazima huyu mtu awe na ufahamu wa vitu viwili. Lazima afahamu kwamba Mungu ana uwezo wa kumuokoa. Iko ni cha kwanza. Lazima afahamu, mtu ambaye hajaokoka amehubiriwa Injili, lazima afahamu kwamba Mungu ana uwezo wa kumuokoa. Iko cha kwanza. Cha pili, lazima afahamu ni mapenzi ya Mungu kumuokoa yeye. Kama anafahamu tu ni Mungu anaweza kuokoa, lakini hajui kama Mungu anaweza kumuokoa yeye, basi hana msingi wa kujenga imani yake. Lazima afahamu kwamba Mungu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila atakayemwamini asipotee. Kumbe ni kila ambaye atamwamini Yesu hatopotea. Basi na mimi naamua kumwamini, basi yule mtu anapokea wokovu. Lakini yule mtu hawezi kuamini kama hajui kama ni mapenzi ya Mungu kumuokoa yeye. Atajua uwezo wa Mungu, lakini kama afahamu kwa hakika kwamba ni mapenzi ya Mungu kumuokoa yeye, ni vigumu yule mtu kujenga imani yake ambayo itamsaidia
kupata wokovu. Imani sahihi sio kuamini kwamba Mungu anao uwezo, bali ni kuamini kwenye mapenzi ya Mungu. Imani sahihi na yenye matokeo sio tu kusema kwamba Mungu anaweza. Kila dini inaamini Mungu anaweza. Watu wengi wanaamini Mungu anaweza, lakini imani sahihi ni kuamini kwamba ni mapenzi ya Mungu kwenye jambo fulani kutenda ama kudhihirisha ule uwezo wake kwangu kwenye jambo fulani kudhihirisha. Kwa hiyo unapofahamu mapenzi ya Mungu, ndipo utakuwa na imani yenye uthabiti, imani yenye nguvu, imani ya kuhamisha milima, imani ambayo haina shaka ndani yake, kwa sababu ukiwa na shaka usitegemee kwamba utapokea chochote kutoka kwa Bwana. Na shaka inatokaje? Inaondoka pale ambapo utafahamu hakika ya mapenzi ya Mungu juu ya jambo fulani ambalo unaliomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nitolee mfano mmoja kwenye neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Mathayo 8:2-3. Kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 8 mstari wa 2-3, ambalo neno la Mungu linasema, natazama akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akasema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyoosha mkono akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukatakasika. Hapa tunakutana na habari za Yesu na huyu mtu ambaye alikuwa na ukoma. Huyu mtu akamfuata Yesu akifahamu kabisa ya kwamba huyu Yesu, kwa nilivyosikia na kwa nilivyoona, huyu Yesu anaweza kutenda jambo lolote. Huyu mtu sifa yake alikuwa anafahamu uwezo wa Mungu. Alikuwa anajua kwamba Yesu anaweza kuniponya. Hiyo alikuwa hana shaka kabisa. Lakini huyu mtu alikuwa ana shida moja tu. Alikuwa hafahamu mapenzi ya Mungu kwenye hitaji lake hili la kuponywa. Alikuwa hajui kama Yesu anataka kumponya. Ndio maana akamwendea, akamuuliza, akamwambia, Bwana, ukitaka. Manake nini? Manake alikuwa anajua anaweza, lakini alikuwa hajui kama anataka. Alikuwa hajui kwamba ni mapenzi ya Yesu kumponya. Kwa akaenda akamwambia, Bwana, ukitaka unaweza kunitakasa. Na Yesu akamjibu kabla ya kufanya chochote, akamwambia, nataka, kwamba ni mapenzi yangu kukuponya. Nimekuja kwa kazi hiyo. Nimekuja kuwafungua wafungwa, nimekuja kuponya vipofu, nimekuja kuokoa, nimekuja kuponya, nimekuja kuwaweka huru watu ambao shetani amewafunga, watu ambao wapo katika vifungo vya Ibilisi, watu ambao wapo katika magonjwa. Hiyo ndo kazi ambayo imenileta. Yesu akamwambia, nataka. Na huyu ndio mtu pekee ambaye alimuuliza Yesu hili swali kwamba ukitaka, na Yesu akamjibu nataka. Kwamba alikuwa anajua uwezo wa Mungu, lakini alikuwa hajui mapenzi ya Mungu kumponya. Kumbe ni mapenzi ya Mungu kuponya, na anadhihirishwa na kazi ya Yesu aliyoifanya duniani. Hiyo tutarudi mbele kidogo, tutaangalia jinsi ambavyo uponyaji unatenda kazi katika Agano Jipya na kuweza kulijibu kwa hakika hili swali kwamba je, uponyaji ni kwa watu wote? Naomba turudi katika Agano la Kale. Mwanzo tuliangalia andiko moja ambalo Mungu anawaambia taifa la Israeli kwamba kama mkinitumikia nitaondoa ugonjwa katikati yenu, lakini pia hakutakuwa kuna tasa, hakutakuwa atakayeharibu mimba, na hesabu za siku zenu mtazitimiza. Naomba turudi nyuma kwenye Agano la Kale, tuliangalia hili taifa ambalo katika kipindi fulani kulikuwa hakuna mtu mgonjwa hata mmoja. Unaweza usiniamini, lakini ndio ukweli wa neno la Mungu. Taifa la Israeli walipotoka Misri walikuwa takriban watu 3 karibia watu 3 walikuwepo waliotoka Misri kwa kipindi hicho, kipindi ambacho Musa aliwatoa wana wa Israeli kutoka mikono ya Farao. Na walipotoka kule walikuwa wanafahamu tiba mbalimbali za asili na za kinini. Hata Musa mwenyewe, kwa sababu alikaa mikononi mwa Farao kwa miaka karibia miaka ya kutosha, karibia miaka 40, alikuwa anafahamu hekima mbalimbali za taifa la Misri na njia mbalimbali za tiba ama madawa mbalimbali. Lakini walipotoka, Mungu akawapa agizo, akasema, sasa mmeshafanya hayo mambo vya kutosha, sasa hivi utaratibu unabadilika. Na tutasoma katika Kutoka 15:26.
taifa halikuwa na mtu dhaifu, hakukuwa na mgonjwa hata mmoja katika kipindi fulani. Kutoka 15:26, na Mungu akawaambia kwamba utaisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Wamisri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Mungu akawapa utaratibu mpya ya kwamba sasa mimi ndiyo Mungu wenu nitakayewaponya, mimi ndiyo mponyaji wenu, mimi ndiyo daktari wenu bingwa. Hakuna ugonjwa wowote ambao mlikuwa nao mnapata huko Misri, wala ambao wanapata Misri, hakuna wowote ambao utawapata ninyi taifa langu, kama mkitega sikio na kusikiliza maagizo yangu, kama mkifanya mambo ambayo ninayaagiza na mkishika torati yangu. Kumbuka, hili ni agano la kale, walikuwa wako chini ya sheria. Anamwambia kama mkifuata maagizo yangu, hakuna ugonjwa wote ambao utapata, maana mimi ni Bwana niwaponyaye. Na watu 3 hawakuwa na daktari, wala hawakuwa na nesi, wala hawakuwa na dawa yoyote, walikuwa jangwani, lakini Mungu akawaambia sasa mimi ndiye mponyaji wenu. Na watu 3 wote walitoka Misri, kulikuwa hakuna mtu dhaifu hata mmoja, hakukuwa na mgonjwa hata mmoja. Na hii ndio ilikuwa hali ya taifa la Israeli pale tu walipotimiza viwango vya Mungu. Taifa zima halikuwa na mtu dhaifu hata mmoja. Tunakutana na vipindi mbalimbali ambapo tunaona tauni inawapata, lakini kutokana na kuasi, kutokana na kuvunja maagizo ya Mungu. Lakini walipotimiza masharti ambayo Mungu aliwapa, hakukuwa na mtu dhaifu hata mmoja, pasipo kutegemea daktari wala pasipo kutegemea nesi. Ni Bwana Mungu mwenyewe alisema kwamba mimi sasa ndimi mponyaji wenu, mimi ni Jehova Rafa, Mungu ni kuponyaye. Hiyo ni agano la kale. Nasema hivi ili upate picha kwamba hili tunalozungumza, taifa hili bila mtu dhaifu hata mmoja, halikuwa ni agano jipya baada ya kazi ya Yesu nzito na njema ya msalaba. Ilikuwa ni kwenye agano la kale. Lazima utafakari, kama agano la kale ilikuwa ni hivi, je, agano jipya ni kiasi gani? Kama tunaambiwa kwamba agano hili ni agano bora na lenye ahadi zilizo bora. Ndio maana mwandishi wa Zaburi, kusoma Zaburi ya 105 mstari 37, anasema akawatoa Mungu alivyowatoa taifa la Israeli kutoka Misri, akawatoa, walikuwa wana fedha, walikuwa na dhahabu, na katika kabila zao asiwepo mwenye kukwaa, ama maana yake ni dhaifu. Ina maana katika taifa zima la Israeli, watu 3 hakukuwa na mtu dhaifu hata mmoja walipotolewa Misri. Mungu alikuwa ndio mponyaji wao. Hii ni agano la kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote walikuwa ni wazima, hakukuwa na dhaifu hata mmoja. Sasa kama chini ya agano la kale watu 3 walikuwa wazima kwa wakati mmoja, je, si zaidi kwetu sisi watu wa Mungu ambao tuko kwenye agano jipya kuwa wazima leo? Lazima ujiulize hilo swali. Kama watu 3 walikuwa ni wazima, wana afya, Mungu anawaahidi kwamba yeye atakuwa ni mponyaji wao katika agano la kale. Je, sio zaidi sisi ambao tupo katika agano jipya, ambao ni wana wa Mungu, kupokea uzima, kuishi katika maisha yenye afya? Lazima ujiulize hilo swali. Je, Mungu kweli ana upendeleo? Je, watu wa agano la kale walikuwa na ahadi bora kuliko wa agano jipya, wakati neno la Mungu linasema kwamba sisi tuna ahadi zilizo bora na zilizo imara na zenye nguvu na silaha zilizo bora? Je, sisi si zaidi kupokea uponyaji wote, Mungu kutuponya wote? Ama Mungu amebadilika hapa katikati? Ama kazi ya msalaba ilikuwa haina thamani kama ambavyo tunaambiwa? Lazima tujitafakari, lakini bila shaka sisi tupo kwenye ahadi bora. Hivyo kama watu wa agano la kale walipokea uponyaji wote 3, basi sisi ni zaidi, na Mungu anataka wote tuwe wazima, wote ambao tumeamini. Na naomba tuangalie kwa kazi aliyofanya Yesu msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema katika Isaya 53 kwamba yeye mwenyewe alizichukua fadhaa, akachukua na huzuni, na kwa kupigwa kwake, kwa kazi yake msalabani, sisi tumepona.
tuangalie kuhusiana na hii kazi ya Yesu na Yesu alikuja kufanya nini haswa duniani. Naomba tuangalie hiki kitu, tumalizie na hili kitu kwa leo ili tuweze kujibu kwa hakika swali letu kwamba uponyaji ni kwa wote? Yesu mponyaji wa wote. Hii ndio kazi ya Yesu aliyokuja kufanya duniani. Na mojawapo ya sifa ya Mungu ni kwamba Biblia inasema kwamba Mungu hana upendeleo. Mungu hana upendeleo. Kama akitenda kitu kwa mmoja na atatenda kwa wote. Kama hatotenda kwa mmoja, basi hatotenda kwa wote. Mungu hana upendeleo. Kusoma Matendo 10:34 inasema hivyo. Petro anazungumza kwamba hakika nimejua kwamba Mungu hana upendeleo. Lakini pia Wakorintho wa pili 9:6 Paulo anasema kwamba Mungu hana upendeleo. Kama sisi tukifanya sehemu yetu ambayo ni kumwamini Mungu, ni mwaminifu kufanya na kutimiza ahadi zake zote. Kama sisi tukimwamini, ambacho ndicho ameahidi, ametupa agizo la kwamba aminini kazi ambayo nimeifanya, aminini kitu ambacho nimekuja kukifanya duniani. Kama sisi tukimwamini na kazi yake aliyofanya msalabani, Mungu ni mwaminifu kutimiza mapenzi yake na kutuponya na kutufungua na kutuweka huru, kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo ilimleta msalabani. Shida ni kwamba sisi hatuamini, na hatuamini kwa sababu kubwa hatufahamu mapenzi ya Mungu, kwamba Mungu anataka wote tuwe wazima. Mungu anataka wote tuokolewe. Mungu anataka wote tuponywe. Hiyo kweli wengi hatuifahamu. Tunafahamu tu sehemu moja ya wokovu, lakini kwenye upande wa uponyaji ni kama iko na kivuli fulani. Ni kama tunaamini alafu hatuamini. Tunaamini kwamba Mungu anaweza, lakini hatuamini kama Mungu anaweza kuamini. Yani tuna shaka, kama anavyosema Yakobo kwamba mtu akiwa na shaka asitegemee kuwa atapokea chochote kutoka kwa Bwana. Ni mapenzi ya Mungu kuponya wote wanaokuja kwake, na hii ilithibitishwa kwanza kwa maisha ya Yesu aliyoishi duniani na huduma ya Yesu ya ile miaka 3.5 aliyokuja kufanya duniani. Yesu alikuja kufanya nini? Yesu alikuja kuponya, alikuja kuhubiri, alikuja na kufundisha, alikuja kufungua watu ambao walikuwa katika vifungo. Tukisoma katika Mathayo 12:15, Biblia inasema, naye Yesu hali akiyafahamu hayo, akaondoka huko na watu wengi wakamfuata, akawaponya wote. Ni mapenzi ya Mungu kuponya wote? Yesu aliponya wote. Na Biblia inasema hivi, kama aliyeniona mimi, Yesu anawaambia wanafunzi wake, aliyeniona mimi amemwona Baba. Kazi ninazozifanya mimi sio mimi nazifanya, bali ni Baba anafanya ndani yangu. Kwa hizi tunazosoma kwamba Yesu aliponya wote, sio kwamba ni Yesu ni mapenzi ya Yesu, lakini Yesu alikuwa anafanya kazi ya nani? Ya Mungu Baba. Ina maana ni mapenzi ya Mungu kuponya wote. Alivyokuwa anaponya wote Agano la Kale, ndivyo anataka kuponya wote na Agano Jipya, na zaidi, kwa sababu sisi tupo kwenye agano lililo bora na lenye ahadi zilizo bora. Biblia inasema Yesu akawaponya wote. Mathayo 14:36, nao akamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu, na wote waliogusa wakaponywa kabisa. Wote waliomgusa wakaponywa kabisa. Ina maana hata wewe ukimgusa Mungu kwa njia ya imani utapokea uponyaji hapo hapo ulipo. Anasema wote waliomgusa Yesu wakaponywa kabisa. Ni mapenzi ya Mungu kuponya wote? Ni mapenzi ya Yesu kuponya wote. Hivyo ni mapenzi ya Mungu naye kuponya wote. Luka 6:19, na makutano yote walikuwa wakitaka kumgusa, kwa sababu uwezo ulikuwa ukimtoka ukiponya wote. Yesu, hii ndio kazi ya Yesu tunayosoma hapa, ndio kazi ya Yesu aliyokuwa anafanya duniani. Na kama Yesu sasa yuko ndani yetu, basi ndio kazi hii anataka kufanya duniani, kwa sababu Biblia inasema katika Waebrania 13:8, Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Yesu Kristo habadiliki, ni yeye yule. Kama aliponya wote miaka 2000 iliyopita, basi anataka kuponya wote na leo anataka kuponya wote. Anataka kuponya, anataka kuniponya, anataka tuwe na afya, tuishi maisha ya ushindi, tuishi maisha ya uzima, tuishi maisha ya furaha. Ni mapenzi yake. Kama ilikuwa ni mapenzi yake kwenye Agano la Kale, basi zaidi ni mapenzi yake kwenye Agano Jipya. Mathayo 8:16, hata kulipokuwa jioni wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Luka 4:40, na jua lilipokuwa likichwa, wote waliokuwa na magonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake, akaweka mikono yake juu ya kila mmoja,
akawaponya. Aliwaponya wangapi? Kila mmoja aliwaponya, kila mmoja alipokea uponyaji. Wote walioletwa, waliowaguswa walipokea uponyaji. Ni mapenzi ya Mungu kuponya wote. Matendo ya Mitume 10:38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alipomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kazi ya Yesu ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kuzunguka huko na huko na akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Ni mapenzi ya Mungu kuponya wewe, ni mapenzi ya Mungu kuniponya mimi, ni mapenzi ya Mungu kuponya watu wote watakaomwamini. Kama ukimwamini Yesu, anataka uwe mzima. Hayo ni mapenzi yake na hayatabadilika. Hayatabadilika kwa sababu mchungaji fulani kasema kitu fulani, hayatabadilika kwa sababu mtu fulani kakuambia hivi, hayatabadilika kwa sababu miaka imebadilika. Hapana. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Na kama ni mapenzi yake kuponya kwenye Agano la Kale, basi ni mapenzi yake kuponya kwenye Agano Jipya. Kama ni mapenzi yake kuponya miaka 2000 iliyopita, basi ni mapenzi yake kuponya wote siku hii ya leo. Na Yesu Kristo aliponya wagonjwa ili atimize maneno yaliyonenwa na nabii Isaya katika Isaya 53 ya kwamba mwenyewe alitoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Wapi? Pale msalabani. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tamka maneno hapa pamoja nami. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Kwa kupigwa kwake mimi ni mzima. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Kwa kupigwa kwake mimi niko huru. Kwa kupigwa kwake mimi nina afya. Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho. Tulikuwa tunajibu hili swali kwamba je, uponyaji ni kwa wote? Na kupitia ushahidi wa hakika ya maandiko ni kweli kwamba uponyaji, uzima, afya ni mapenzi ya Mungu kwa kila atakayemjia, kwa kila atakayemwamini Yesu. Hii ni fungu lake la kupokea uzima, la kupokea afya katika mwili wake. Mungu akubariki sana. Nimefurahi sana kuwa pamoja na siku ya leo. Maneno haya tunajifunza kwa sababu neno la Mungu nasema, nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Pokea kweli hizi katika jina la Yesu, na neno hili likakufungue hapo ulipo. Neno hili likaondoe kila kikwazo katika fikra na ufahamu ambao unapingana na neno la Mungu. Biblia inasema ingawa tunanena katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, bali tunafanya silaha zetu si za mwili, lakini zina nguvu katika Roho, kuangusha ngome na kila fikra nipate kumtii Kristo. Katika Wakorintho wa pili 10 mstari wa 3 mpaka wa 5 pale Paulo anazungumza kwamba shida yetu wengi ni fikra zetu zinakuwa zimefungwa. Shetani anafunga fikra kushindwa kuzifahamu kweli hizi za neno la Mungu. Unapoangusha ngome za fikra na kufahamu ukweli wa neno la Mungu unaofahamu, ndio ambao utakuweka huru. Naitwa Besti Katunzi. Mungu akubariki sana. Amen.